Huu ni kiwanda kinachosindika nyama ya binadamu. Wanawakamata wahamiaji na wakimbizi, kisha wanawaweka kwenye mkanda wa kusafirishia. Baada ya hapo wanasafisha miili yao. Hatua inayofuata wanawafungashia kwenye plastiki angavu. Wiki moja baadaye wanawatupa kwenye mashine inayozunguka. Kwa mzunguko wa mashine hiyo hatimaye inatoka nyama iliyosagwa vizuri. Inatumika kutengeneza baga tamu sana. Kisha zinasambazwa nchi nzima. Wapishi wanazitayarisha mwishowe. Baga hiyo yenye juisi inakuwa imekamilika. Kisha chakula kinatolewa mezani. Wateja bila kujua wanakula kwa hamu kubwa. Hata wanaramba vidole wakati wanakula. Akiona haya, mmiliki wa kiwanda anatabasamu kwa siri. Hivi karibuni migahawa yake inapanuka nchi nzima. Wanafungua maduka mengi zaidi ya baga. Mwandishi wa habari anamuuliza mmiliki, kwa nini baga zako zina ladha ya kipekee? Mmiliki anajibu kwamba ladha nzuri ya chakula hicho ni siri na hawezi kumwambia mtu yeyote. Kitu ambacho mwandishi wa habari hajui ni kwamba nyama hiyo inatoka kwa wahamiaji haramu katika mji mmoja mdogo. Wote hao wamefika kinyume cha sheria kwa sababu hawana nyaraka za kitaifa. Wanaweza tu kujificha na kufanya kazi kwenye viwanda vidogo. Licha ya matatizo mengi, serikali bado inakataa kuwapokea. Hivyo wanaamuru msako nchi nzima ili kuwakamata wahamiaji hao haramu. Muda mfupi baadaye, Jack akiwa amekata tamaa, anajificha nyumbani kwa rafiki yake. Waliamini ni mahali salama, lakini polisi wanapata eneo hilo haraka. Hatimaye Jack anakamatwa na kupelekwa gerezani. Kwa bahati nzuri, mkurugenzi wa gereza anampata Jack na kumpa chaguo mbili: kurudishwa nchini kwake kama wengine, au kufanya kazi kwenye nyumba ya kulelea wazee ili aweze kubaki hasiti. Na anachagua kwenda kwenye nyumba ya wazee. Jack anapofika huko anahisi hali ya ajabu. Ghafla mzee mmoja anazungumza naye. Mpishi aliyevaa barakoa anavuta kitambaa cha mezani.